Kama ushawahi jaribiwa, weka mkono juu. Kama ushawahi jaribiwa. Kumbe tuko na malaika. Tupige makofi malaika wenyewe. Unajua malaika ni nani? Hawajawahi jaribiwa, maana ni malaika. Lakini sisi wanadamu tumejaribiwa. Maandiko ikasema from the book of Psalms, nitaandaa meza mbele ya maadui zenu. Nitaandaa nini? Meza mbele ya maadui zenu. Nani alisema? Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha niwaulize swali. Wacha niulize Bianis. Leo tuseme mtu amekuroga. Tumbo iko saisi. Hiyo ni example. Alafu kwa neno ukaombe. Ama ukasukia tu amekuja akakwambia mimi nilikuroga lakini kuona tu. Alafu Mungu akakupea uwezo kama wangu. Uombe. Kitu ya kwanza kumwombea utamwombea nini? Ape. Jua anataka kukua. Okay, nikiwapea ruhusa leo na niambie Mungu nifungue masikio ya kiroho nisikie maombi ya hawa. Nitasikia wanazika watu. Fulani na kushika na kuua na kushika kichwa na kukata lisha na kuua. Fire! Nyumba ya fulani ichomeke leo na achomeke ndani na shika hiyo imani. Fulani hata akufe kabla hii mwaka. Sio ndio maombi tutaomba. Tuseme tu ukweli wa Mungu. Si hiyo? Haleluya. Lakini maandiko inasema nitaandaa meza mbele ya adui wako. Amen. Adui, hata mimi kuna maadui siwatakii waishi. Ni wangapi? Yes, mimi yakosa. Kuna adui nikimwona hivi namwambia wewe kufa. Lakini kabla nimwambie wewe kufa, with one condition, nimempea chance ya kutubu. Akikataa haki yake, hiyo ni haki. Lakini sisi tunataka hata hawana hata nguvu yoyote, ako na nguvu tu ya mdomo. Akipanga unasikia kukufu, na tunasema takumuna finish. Kwa nini? Because tumechoma kauchungu fulani. Lakini nakwambia katika jina la Yesu, wangapi wanataka hiyo meza iandaliwe? Utacheka sahi kwa kile nitakwambia. Wangapi wanataka hiyo meza iandaliwe? Wacha nikuulize, ukiua adui wako, meza itaandaliwa kwa ajili ya nani? Umwache aishi ili hiyo meza ikiandaliwa iwe yako na wakuone. Maana ukikufa hakuna meza utaandaliwa. Utaandaliwa nani aone? Na maandiko inasema utaandaliwa meza mbele yao washuhudie. Na Mungu anajua hiyo wakati. Mwingine anaweza sema na akikuja haribu hiyo meza yangu, na akikuja kupasua hiyo meza yangu. Mungu anajua akikupea meza anakupea pamoja na nguvu. Akikuandalia nini? Meza anakuandalia pamoja na nguvu. Anaamurisha mbingu ikuchunge usiku na mchana. Jinsi Biblia inasema from the book of Psalms 3 verse 3. Mungu atusomee kwa Kiswahili. Zaburi 3 mlango wake wa 3. Nataka niwahimize in the mighty name of Jesus. Niwapee himizo katika jina la Yesu. Inasema nini ndugu yangu?
3 verse 3. Na wewe Bwana u ngao yangu pande zote. Na wewe Bwana u ngao yangu pande zote. Utukufu wangu na mwinua kichwa changu. Aha. Rudia. Utukufu wangu wangu na mwinua kichwa changu. Sasa na mwinua kichwa changu. Haleluya. Maana niko na nguvu. Na ujasiri. Haleluya. Bwana umenizingira pande zote. Kushoto, kulia, mbele na nyuma utasema. Haleluya. Nikisema kushoto useme amenizingira. Haleluya. Nikisema mbele useme amenizingira. Haleluya. Kushoto amenizingira. Kulia amenizingira. Mbele na nyuma amenizingira. Haleluya. Adui atapitia wapi? Akasema wewe ni ngao ya. Kazi ya ngao ni kuzuia mawe, kuzuia mishale, kuzuia mikuki. Mawe yao haitakufikia, mishale yao haitakufikia, mikuki yao haitakufikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwekea roadblocks lakini utapita. Sema amen. Huyo ni Yesu. Na anaweza. Haleluya. Lakini maombi yetu, Yesu, nataka kabisa kwanza nimempea mwezi mmoja akufe kabisa. Akufe. Sasa vifo tu. Akufe. Sasa ukiwaua na hiyo meza, nani atakuona ukikaa kwa hiyo meza na adui wako amekufa? Don't give up. Wakikutemea mate, pangusa na wende mbele. Wakakupiga na maneno, chukua hiyo maneno, wewe tumia, enda mbele. Wakikukejeli, wewe vumilia, enda mbele. Sometimes wanadamu huwa hivyo. Wanadamu wako hivyo. 4:6. Saburi 4:6. Saburi 4:6 inasema nini? Nataka ujisomee. Soma. Na mtu mwenye uko na Biblia usomee, inasema wengi usema. Wengi sasa usema atakaye tuonyesha mema. Wapi mtu atakaye tuonyesha mema? Atakaye tuonyesha mema. Bwana utuinulia nuru ya uso wako. Bwana tuinulie sasa nuru ya uso wako. Unaweza simama hapo ndugu yangu. Haleluya. Hata familia yenu, hata marafiki wako wanauliza ni nani atakaye kuonyesha ukweli. Sema niko hapa. Yesu, niko tayari kuonyeshana ukweli wako kwa wanadamu wote katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pia na mimi niko tayari. Unaona hivi mambo Mungu anafanya hapo, anasitenda, itakuwa sahihi. Hiyo makofi yenu haina imani. Haleluya. Niliona amu kuipiga ile ya kwanza vizuri, wacha nitupigie. Bado atapenda zaidi. Katika jina la Yesu. Wacha niwaambie. Sikiliza. Itafika siku unamleta mgonjwa. Ukifika kanisani, unakuta unampandisha hapa juu. Hapa barabarani. Alafu unamwambia ita Yesu wako. Na hakika atapona katika jina la Yesu. Hata kama sitamwekelea mkono
mgonjwa, wacha nikimbie kwa pasta niende aniombee. Ilikuwa usiku. Kufika kwetu sikuwa, nilikuwa nimeenda crusade. Akamwambia mama, "Made, nifungulie tu mlango. Ninaamini huyo Mungu wa apostol pahali huwa anaombea kila siku ajaama hapo." Hapo imekuwa kama madhabahu. Haleluya. Akakuja, akakaa, kuna kitu huwa anakalia, akakalia hapo, akamshika mtoto, akamwombea, akasema, "Mtoto wangu amepona." Haleluya. Mtoto alikuwa analia afungi mdomo, lakini dakika 2 tu mtoto amenyamaza. Wakatoka wakaenda nyumbani. Mzee akamuuliza, "Umepatana na apostol?" Akasema, "Asima tu kupatana na yeye." "Kwani nani amekuombea mtoto amenyamaza?" Akasema, "Nilienda nikakalia kiti chake nikamwombea." Shawaisikia pale yule mama alienda tu polepole akashika pindo la Yesu Kristo. Shawaisikia kuhusu Paulo, alikuwa anatumia kitambaa, akijigusa na kitambaa, akikupea umguze mgonjwa inampona. Hata madhabahu haya bahali ninasimama kila siku, kuja tu kupiga magoti utajionea maajabu. I believe in God and I believe in miracle. Na wewe hawaamini kwa miujiza, wanaamini tu kwa Mungu. Na Mungu ni muujiza. Roho ya Mungu ni muujiza. Mimi ninaamini kwa Mungu, ninaamini kwa Roho, naamini kwa muujiza katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna kitu tu nilikuwa nasikia uchungu. Kumbe ule mtoto alikuwa anapepea hapa. Kuna siku tulikuwa tumeomba Mungu abariki watu na watoto Sasa nikiwa hapa akaniambia, nilitafuta siku wapata. Sometimes unafikiria tu Mungu atakutendea kitu. Sikilizeni, niulize sometimes, niambie mtafanya nini na nini. Nikwambie wewe fanya hivi, relax kwa madhabahu, kaa kwa madhabahu, usikose maombi ya kila siku, maana Roho Mungu anaweza kuja kukukose. Nikamulilia nikamwambia umpe chance nyingine. Akasema it depends with her faith now. Imani yake. Unakumbuka Sunday nikiwaambia naona mtoto kana pepea. Na kalikuwa mtoto mzuri. Oh God. Afasi ya lakini alipofika hakupata maji. Ujui siku ambayo Bwana atajibu maombi yako. Kuna mama alikuwa nyumba ya maombi. Nipe masikio yako. Heri kutii kuliko sadaka. Heri kuliko nini? Unaweza toa sadaka na una utiifu, haitakusaidia. Huyo mama akaingia mlima wa maombi, akaanza kulia. Yesu, nini imenimalizia watoto? Nini imenimaliza? Nini imenimaliza? Sauti ya Bwana ikanena ikasema hivi. Ambia huyo mama atoe jiwe la Daudi, apeane kwa madhabahu. Na ni sauti kutoka Roho Mtakatifu ilia. Huyo mama akasema, jiwe la Daudi ni gani pastor? Kaambiwa kitu yote iko na 5. Nilikuja na Mungu hata sina wacha hata 54, wacha hata 500, wacha 54, hata 5 sina. Sasa kikanyaga disi ya wenyewe sina. Haleluya. Okay, hauna. Sasa utafanyaje? Na Roho Mungu amenena amesema, toa saa hii. Akalia. Nitatoa lini? Na akaambiwa, na usitolewe na mtu mwingine. Jitolee wewe mwenyewe sadaka zako. Akalia akasema, Mungu, kwani umeniingisha shida tena? Hata singekuja. Hata amen. Lakini Mungu
akampea busara. Maombi ikiendelea madhabahuni, akaenda nyuma, akapiga magoti, akamwambia Mungu, nisamehe kwa kile nitakachokifanya, maana sitaki iwe makosa mbele zako. Akayenyuka, akaenda nje, akarokota mawe ngapi, akaileta madhabahuni, akaileta, akamwambia Mungu, ndio hivi, unajua sina, ulisiumba mawe, sasa unajua sina sadaka, mawe 5 ndio kaweka madhabahuni. Watu wengi walipokutana vile Mungu, you imagine, Mungu atoke nje, ameambiwa leta sadaka, Mungu amesema sasa atakufungua, atoke nje atoe mawe. Simtamchekea, utasikia kucheka, sivyo? Lakini alipofika madhabahuni, sauti ikasema, kuanzia leo na kwenda mbele umefunguliwa na utasaa wakikufa, utasaa ukilea. Huyo mama alikuwa anazaa tu, mtoto akilia moja anaenda, mtoto analia anaenda, wakati mwingine anazaa mtoto hata alikufa. Akasema nimesika watoto wa 6 of them. Hata siku hizi pasta naogopa kuzaa. Kaambiwa leta mawe ya Daudi, leta mawe ya Daudi. Labda alichukua akasema lile mawe ya Daudi, wacha niende huko nje. Na mnajua aje? Alirudi na ushuhuda, amezaa mtoto kijana, hakukufa, hapo mzima. Yesu anaweza. Heri kutii kuliko sadaka. Sadaka zingine umejifuta. Kuna yenye nakwambia toa, wewe usitoe. Toa, usitoe. Usitoe. Wewe toa, usitoe. Usitoe. Kunuku iko sadaka. Toa, kumbuka watoto. Toa, hata una shukari. Toa. Hadi ukajifosu, twende ukoe. Ukifika hapa, ukitoa, inalichekua. Unabaki useme, watu wanatoa sadaka, nasikia ushuhuda. Watu wanatoa fungu, nasikia ushuhuda. Mimi nimetoa, hakuna ushuhuda. Debate ilikuwa ndani yako. Debate ilikuwa wapi? Toa, usitoe. Toa, usitoe. Toa, usitoe. Hata ya kasi ya Mungu, tuseme kama kuna kitu inachangwa. Ukisikia debate, utupu. Ukisikia roho mbili zinafurutana, upige magoti utupu. Hiyo kitu inataka kukunyang'anya baraka zako. Haleluya. Iko na yani vision, inaona mbele. So, ukitumika madhabahuni, unasikia, lakini ukitumika wapi? Wenye wanapata benefit ni watoto wako, uzao wako. Lakini sasa ile unaona shetani kama kukamata hivi, kama kwambia toa, usitoe, toa, usitoe, toa, usitoe. Alafu unapata tu watu wametoa. Ujue kuna kitu shetani ana block kwa watoto wako. Na ata block for good. Haleluya. Ile siku itafika sasa, unataka baraka, unapata imekosa, unapata miti ni bure. Mimi mbaya Mungu, hakuna matunda kwa miti yangu. Naambiwa kuna kitu haikufanyika. Ni gani? Sema kuweka mbolea. Kuna miti zingine hapa haina mbolea. Kemkemeni. Inakaa kukomaa. Tunaitaka chemundu hiyo. Unajua ile viazi ya hivi na inaiva. Na hivi na haikui ngumu kwa hapo katikati. Umechemusa unamaliza kule tu. Bado hivi. Sio? Unajua hiyo? Inaitwaje kwa kilugha yenu? Mambo inaitwaje? Hiyo viazi unachemusha hivi. Ati? Makogi. Sasa kuna watu ambao baraka zao ni makogi.
Ikifika siku aone mtoto wako anakuja na gari kanaomba na wifu. Kanachukulia kamejifanya. Chifanya. Hata kagonga ukuta anakufa. Na shida ni moja, hakuweka mbolea nini? Miti yake. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote atakaye fanya kazi ya Mungu kwa bidii, huyo mtu atafanikiwa. Niko na ushuhuda moja. Simama dadangu. Nani? Simama. Huyu nyuma. Bwana asifiwe. Ni vizuri unatoka Masaideni. Mtu ampelekee macho. Kuna ushuhuda moja. Kuna mama anaitwa Karen. Alikuja hapa, lakini sijui kama unajua alikuja. Walikuja na familia mzee hadi hapa. Haitakuwa kitambo. Ambia hawa vile Karen anaishi sasa. Mungu alifungulia njia gani? Tekeleza hiyo microphone. Fika. Bali mnatembea na microphone gani? Okay, basi. Mungu alinisaidia kwa njia gani? Next week tutakuwa na yeye. Bana, huyo mama Mungu alifungulia njia. Unanisikia? Akanunua bare shamba. Nani alikuwa hiyo siku Friday? Think ulikuwa alisimama na sadaka sile. Aina gani? Mbuzi kubwa ya elfu ngapi hivi ukiuza? Tuseme si ndio? Wacha nikutume. Nani akona mbuzi hapa? Nani akona mbuzi? Mungu bariki watu na mbuzi. Ndio ule. Mama, uza mbuzi moja na wewe ununue shamba. Inawezekana. Lakini alisimama akijua kile Mungu amemwambia hapa. Nilikuwa nimesimama hapa tu. Sini hapa. Nikamwambia, nasikia sauti ikiniambia utabarikiwa. Ya kwanza na shamba. Ya pili, kama yeye ujenge nyumba ya mawe kubwa zaidi. Sasa mzee alikuwa hapa. Si alikuwa ameinama? Ana nione. Alikuwa ameinamisha uso. Kakainua. Ndio nilikuwa nimesimama. Akaniona. Kama anasema, huyu pasta amechanganyikiwa. Ninunue shamba na sina pesa. Nijenge na sina pesa. Lakini aliponunua, kwanza hakununua shamba peke yake. Alinunua shamba pamoja na manyumba. Mungu ako na uwezo. Lakini yeye hakusikia debate. Imagine mzee ameokoka bado. Imagine mzee hajaokoka lakini hata yana debate. Kaambia mzee, twende kwa apostol. Nimeona Mungu kwake. Na tukienda tuchukue mbuzi. Mzee akasema, mbuzi. Na hiyo nini? Mbuzi sasa ile ilikuwa safi, ilikuwa nataka ikae. Tuchukue. Sawa, twende. Mzee akashika boda. Hapa. Amen. Hiyo mbuzi ikabadilishwa ikakuwa nani ako na benefit? Juzi alikuwa ananiambia na ng'ombe
Kamwambia ile sasa umekumbuka ati na ng'ombe labda haitakusaidia. Mungu hatumikani kama mawazo ya wanadamu. Hii sio ndoto. Amelezwaje? Ile unaweka inakuwa mingi. Inachukua. Mnahitaji avieta. Si avieta. Ni embe. Sema bingu. Inanena na moyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Jichunguze. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Usipaki bure. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Usipaki bure. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Usipaki bure. Tuseme. Chunguza moyo. Chunguza moyo. Usipaki bure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatenda, lakini anatenda akikuangalia moyo wako. Kuna kitu leo nilipewa niwaambie. Sijui ama ikai. Mungu abariki watu wake. Acha tu nimalize hivi. Juu kuna kitu ningefunua ya last week. Lakini nikifunua mtasikia wivu. Mtasikia wivu sisi? Hapana, nyinyi mkosi. Mtasikia wivu. Roho Mungu ananipea Roho wa Mungu ananipea. Najua kuna vile nikitaka kusema kitu ikuje hivi najua hawa watasikia kitu fulani. Lakini wacha tu nipite kando. Kuna mtu niliambiwa kwa kile alitoa kwa sababu alilia. Kuna mtu alilia na unachijua. Ulilia. Ndani yako kaambia Mungu kitu about pesa. Ulilia. Kaambia Mungu kitu about pesa. Unajijua, usiweke mkono juu. Hawa watakuchapa na wajua. Lakini nilipoenda nyumbani nikapumzika. Nilipopumzika nikiendelea kuombea mkutano pamoja na baraka za watu ambao nimezipokea. Kilio chake ikakuja mbele yangu pia, kama vile Roho wa Mungu alifanyaga tukiwa kwa nani? Kwa mama nani? Mama Chela. Ngapi walikuwa hapo? Unakumbuka vile Roho wa Mungu aliniletea mtu akilia mbele zangu. Huyo mama pia akasimama tena akalia akasema, God you know me. Unajua pesa sana. Akalia, alimwaga machozi ndani yake. Nikaambiwa huyo kuna njia imefunguliwa. Hata ngao hujui ni gani. Kuna njia imefunguliwa. Na Mungu ako tayari kukupea chochote kile. Umeona? Kuna mtu alilia. Hata sasa nikiongea hivi nasikia hiyo kilio ulilia. Ilikuwa last sana. Na sio moja tu sauti ilisikika. Hata sasa kupewa hivyo nikaambiwa tena. Unakumbuka yule mtoto alikuwa anapa malaika wa Mungu. Okay. Nini alikuwa anataka? Akasema kwa sauti, nilitafuta wa kumbariki sitamuona. Pole. Sijamuona. Pole.
mama kanisa, uko ndani ya nyumba hivi, nje inanyesha, ukikimbia hivi uingie ndani ya nyumba, alafu ukae kidogo, utoke hapo nje, mvua ikiendelea kunyesha, utanyeshewa ama utaenda ndani, utachukua nyumba huko, si utanyeshewa? Wengi wenu amukai ndani ya umbrella hadi mvua ipite, mko na kiene, unaingia umbrella, unakaa kwa umbrella kidogo, unasema kumbe nimepanda, mkono hata inaenda juu, imeenda wote, unapata mvua hadi ya nao. Ndani ya umbrella hadi waambiwe ndugu, hakuna mvua tena, unaweza jipea shughuli. Asante. Haleluya. Na kuna kitu kingine nataka niwaambie. Mimi sisui watu, sitaki umati. Hapa ni mlima wa maombi. Mlima iko hivi. Hata hapa kukikaa watu wawili, ni Mungu amewapea ruhusa wakae usiku. Hapa kukikaa hadi hata watu 1000, ni Mungu amewapea ruhusa tena wakae usiku. Maana hapa ni mlima. Mtumishi wa Mungu kutoka kanisa nyingine akikuja hapa apige magoti, amlilie tu Mungu wake, achomoke aende. Bwana asifiwe. Haleluya. So sasa ile unasikia bora tu nikwambie mfua hiyo. Lakini sasa ile pana nakwambia wewe bado utikase. Wewe bado uombe. Bado utikinge. Nimekwambia bado utikinge. Wewe ni mwanadamu. Hauoni hata mguu mmoja. Unaenda tu. Abe! Unguse mwendo. Nimejua kutembea. Okay, tembea basi. Ndio unasikia nimeingia tena. Nako ndani ya shimo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikikwambia relax, relax. Si mnanisikia? Nikikwambia nini? Ufanye nini? Na uongee sauti ya huyu mama ametoa ushuhuda hapa. Ulisema ulikaa na kinonda miaka mingapi? Miaka 10. Ukiwa na kinonda. Simama kwanza hawa hadi wenye wako huko nyuma wasikie. Ati ni mgani huyu? Mwezi wa kwanza wa pili nilikuwa na kinona cha kukuza kama katibo. Hiyo kitu kakuja ikakuwa kikubwa hivi. Mwenye alikuwa ananipiga ni mimi sana wangu alikuwa akamshika wakati huo. Ndio huyo. Huyo alikuwa ananipiga wakati huo. Ananipiga msale ile inakaa karibu chae nini? Ile kasi. Alikuwa anafika mahali anaogopa. Ananiambia mahali hapa sitaweza. Namwambia tu nipige juu sina haja. Alikuwa ananipiga akanipiga. Nikaanza kureduce pole pole. Lakini hii kuisha, sasa nimeishi nikifinya kutoka hiyo miaka yote kutoka 2015 bado niko na hiyo kinonda inanisumbua. Unafinya tu za. Naenda hospitali nikiangaliwa hospitali anasema utapona. Hakuna dawa ninapewa. Mimi nakaa tu nimeishi. Sasa juzi nikikuja huku wakati ya boss alisema nitapaka mafuta. Nitapaka kila mtu nataka viwete, wagonjwa wapate mafuta ama niwaombee. Mimi nikakuja hapo mbele. Nikainama, nikaweka magoti chini, nikaweka mkono yangu hivi akaniweka hiyo mafuta. Kuniweka hiyo mafuta, nikamwambia niko na akaniambia hiyo kinonda nilikuwa nimekaachia. Akaniambia paka hiyo kinonda hiyo mafuta. Kwanza before tufike sana. Ni kama uliniambia sasa tukiwa kwa mimi. Kaniambia pasa na niko na kinonda imekaa haiponi. Nilikwambia hiyo siku. Sikukwambia. Ngoja kwanza kuna kitu nataka niambie hapo. Vile Roho wa Mungu anafanya kazi ni tofauti na vile wanadamu hufanya nini? Huyu mama aliponiambia yes,
nilifimu hiyo usito na kauchungu, lakini sikuwa na neema ya kumwombea. Hata tu nilipomwombea, nikamwombea tu vitu zenye alikuwa anataka aombe, lakini sikuwa na neema ya kumwombea kuhusu hiyo kinonda. Sometimes unakuja unaniambia, pastor, apostle, unaona hapa kabisa unasema acha niombea, au nakwambia Mungu atatenda. Tutaonana wakati mwingine. Ni kama anilitarau kuniombea. Neema itafika. Sijasikia sauti. Na nikikuja nikuombee ni maneno bure. Lakini nikisukumwa nikuombee, utapona tu direct. Ni nini inafanya sauti ama pingu inyamaze? Namba 1. Mfungue masikio. Mjue saa zile mnaingia hapa, mnakujaje. Namba 1. Saa zile unaenda nyumba ya maombi, umlilie Mungu, umwambie unisikie. Umlilie Mungu, mwambie nataka nikuone, nikupate huko mbele. Umlilie Mungu, mwambie mimi ni mwanadamu, ninene. Kuna mama anaitwa Mama Rudu. Aliomba ndani ya nyumba, akalia na sauti. Nilisikia sauti yake, Mungu mtoto wangu. Alipoinua sauti yake, Mungu mtoto wangu, Mungu akachukua hiyo sini. Na alipokuja akiwa njiani, alikuwa anasema, "Naenda kumwambia apostle, mtoto wangu ni mgonjwa. Hata sasa amelazwa hospitalini." Alipoingia, haleluya, nikaanza maombi. Hata sio yeye alisema. Mama tu alisimama mbele yangu, akainua sauti, "Mtoto wangu." Nikafungua macho. Kasema, kuna mwenye ulisimama mbele, kuna mama wamesimama mbele yangu kaitana, "Mtoto wangu ni mgonjwa." Kuja, akasema nilikuwa nimeomba Mungu ya kwamba msaidie mtoto wangu. Hata nikikuja hapa apostle, nilikuwa nataka muombee mtoto wangu. Shida yetu ni moja. Unaamka tu, unaenda, basta niombe. Hata unaweza chukua mkono wangu, jiwekelee in the name of Jesus. Prepare your heart first. Lima. Kuna shamba inapandwa bila kulima. Ukitaka kupanda unafanya nini? Unafieka kwanza. After kufieka unachoma nini? After kuchoma unalima. After kulima, trust the process of God. Lakini sisi wanadamu tunaingia tu, tunataka kulima, yaani kupanda direct. Unaambiwa bado ni msitu na baada tu itamea. Yes. Msitu ya kwanza ni uchungu wa moyo. Mtu anakuja hata achatubu. Hata alifika njiani akaambia mwenzake, "Wewe, umbwa." Hapo kanakuja maombi. Niwekelee. Hiyo msitu ni kubwa. Msitu ni kubwa, hautapata mo. Yes, nitapanda, lakini itakuja hivi ivinyo. Iishe. Amen. Hallelujah. Prepare your heart first before prayers. Lima, fieka shamba yako, kufieka iwe clear. Choma mafefe. After kuchoma, lima iwe nyororo. After sasa kulima, kupanda tu. Roho ya Mungu anapanda kitu ndani yako. Unapata mtu anasema, "Niko na ushuhuda." Otherwise, utapata mtu ako hapa miaka yote hajawahi toa ushuhuda ya hadi mtu akitoa ushuhuda kama yeye anasema, "Ama huyu amelipwa." Aseme uongo. Ajalipwa. Ni wewe hukufieka shamba. Ni wewe hukuchoma mafefe. Ni wewe hujalima vizuri. Na
mnataka mfanane na mwenye amelima. Hiyo ni ndoto ya mjana, si ndio? Bwana asifiwe. Vyeka shamba lako. Ukikuja maombi, bila magoti mlilie Mungu, mwambie mimi ni mwanadamu. Ondoa makosa yangu yote. Ondoa makosa yangu yote kabisa. Alafu Bwana, unipee sasa neema. Nahitaji neema. Nikikanyaga huko ninenee. Uninenee Mungu. Mimi ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu. Ninenee. Mimi mwanadamu. Ninenee. I need your grace. Speak to me. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata nikimwombea ule mtoto wako anatembea, nikaambia Mungu, my Father, manifest your strength in my weaknesses. Amen. Kwa Kiswahili nasemaje? Mungu wangu, onyeshana nguvu zako kwa udhaifu wako. Mimi manifest your strength in my weakness, O Lord. Naenda kuombea mtu Bwana, najua huyu mtu ana mbele wala nyuma, but manifest your strength in my weakness. Amen. Ukubali wewe ni mdhaifu, usaidike. Shida ya Wakristo hawakubali ya kwamba wao ni wadhaifu, bado tu wanajaribu. Kanaambiwa wewe uko na kansa, kanasema nasikia kuna mama alitibiwa na dawa ya kienyeji akapona. Acha niende. Naambiwa hii umetembea na huyu mzee wako wewe mzee, chukua hii ni ya kutafuna, ukitafuna utembee. Bali kuna hiyo kidogo. Anatembewa inaendelea anasema sio hiyo. Anaenda pale pengine. Hii mzee ya kujemusha sasa umuoshe naye. Kwingine hii mzee ni ya kuchanja kando isienee. Weka sasa jivu, hata unapata bali ulikuwa umechanja imesonga hapo, sio hiyo tena. Wapi tena? Mwanadamu, sema mwanadamu anatapatapa hadi dakika ya mwisho, anapatikana akiwa amepoteza muda. Alafu mwisho akipewa dawa, kanaambiwa hiyo dawa imemuumiza ya nyumbani, imemuumiza. Akipewa kanachomeka. Akipewa ya hosi haisikii. Sasa unasikia wanasema tumemwachia Yesu. Huyo ni wa Yesu. Huyo ni wa Yes. Tumemwachia Yesu. Sasa unamwachia Yesu, mbona Mungu kumwachia mbele? Hata kama unataka mtoto na bado unakimbia ukiambiwa kuna mganga huku, hadi mwingine kanaenda kanakupea doli, chukua weka hapa. Huyo ni mtoto. Unapata hakuna tena. Chukua huyo doli enda umfunike kwa kitanda. Chukua doli kama wazimu unapata tena. Alafu mwisho Yesu. Kuna mama nilikuwa namuombea. Alikuwa amekaa miaka 12 bila kuzaa. Nikamwambia first of all niambie, ni wapi na wapi umeenda? Kasema nilienda kwa mganga mwingine, sijui alimpea nini, kadoni. Nikamwambia funika, mpea nyonye, funika, lala naye. Na hiyo kazi inafanywa usiku. Muweke mgongo usiku, mbembeleze. Achikitiki baba kama unataka kijana. Achikitiki mama kama unataka msichana. Alifanya hiyo, hata akachukua doni, imetoka na hiyo. Lakini maajabu ni moja. Alipomnyonyesha huyo mtoto, akaanza kuona mtoto kwa ndoto anakuja na anajiona ananyonyesha mtoto kwa ndoto. Sasa akasema imekaribia. Wapi? Ikaribia. Ni maji kananyonya. Sasa baraka inaendelea kurudi nyuma. Maji kananyonya. Baraka inaendelea kurudi nyuma. Alipofika, kabidi kwanza nifuje ile ya mganga. Tukachapana, tukamaliza ya mganga. Sasa nikapanda ya Yesu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Mwaka moja. Ako na watoto.
Kwanza ukimuona hivi kama amesaa mapacha, wanafuatana tiki. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu ako na uwezo. Nilikuwa nataka kuambiaje? Mbona mnaanzia kwingine alafu mnakuja Mungu? Maana sisi ni wanadamu. Wanadamu. Tuko hivyo. Oh, thank you Lord. Wanadamu tuko hivyo. Ukifika wakati wa uchumi nitawaambia. Wanadamu tuko hivyo tu. Mungu alibariki neno lake. Tupate msamaha. Tusamee waliotukosea. Na malizia next week ni mkutano wa baraka zaidi. Bado ninaomba, I request. Leo nilikuwa natarajia nione viwete hapa. Na wangetembea kama yule mwingine. Lakini hamtawaleta. Mimi sitaambiwa sitafanya. Labda ni wewe utaambiwa utafanya juu utawaleta. Mimi nimefanya my part. You too play your part. You too play your part. In the name of Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Imefika wakati wa maombi. Roho ananena. So mnaona najaribu kumwambia ngoja kidogo nimalize maombi. Ananena. Ngoja nimalize maombi.